Kama si siku hiyo ungeoga wewe ukavaa kanzu lako nzuri, ukajipaka manukato mazuri, kama si hiyo siku ya kwanza ya wewe kuanza uhai wako katika uhai wa dunia. Na hiyo nikaisoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo Allah anatukumbusha akisema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ewe nafsi yangu na ya ndugu yangu na kila anayesikiza, hii aya ilikimliza sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu ni yule mtume ambaye kwamba Mwenyezi Mungu alishampigia certificate akiwa hai, akamwambia inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Lakini kila alipokuwa akisoma aya hii, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na yeye alikuwa na uhakika kuwa mimi nikiondoka duniani kaburini ni rawdatun min riyadil janna, na nikienda mbele ya Mwenyezi Mungu ni mimi ni minal muflihin. Lakini nilikuwa ikimliza. Sasa mimi na wewe kwamba tuna uhakika, yafatulie kilio cha aina gani wakati ukikumbuka hii siku ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mungu hajasema ni kurejea tu, akasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hili ndio la kutishia, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ikhwani fillah, injini ya kuumba mwanadamu ni injini kubwa. Injini yake imegawanyika marhala. Yani wewe mwanadamu, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amekugawanya marhala tofauti. Na ndio hii aya Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja ismi la mwanadamu, wala hakutaja ismi ya jini, wala hakutaja ismi ya kiumbe chochote. Kataja pati katika pati ya mwanadamu au pati ya viumbe vyote. Na hii ndio bodi ya mwanadamu alivyoumbiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyu mwanadamu ana takriban vitu vinne, na kila kiumbe lazima ikiwe na vitu vinne. Si mwanadamu, si jini, si mnyama, si mdudu, si miti au mimea. Yote hivi lazima viwepo katika hicho kiumbe. Kwanza ni nafsi. Wama huwa nafsi? Pili ni alqalb, moyo. Wama huwa alqalb? Tatu ni aljismi. Wama huwa aljism? Nne ni arruh. Wama huwa arruh? Hivi vitu vinne ni lazima viwepo kwa kila kiumbe alichokuumba mwanadamu. Sasa kabla hatujajielezea ama hatujataka kile umuhimu wa sisi kuwa nacho, ili tukirejea kwa Mungu tuwe ni radhia tamadhia, lazima tujijue sisi wanadamu. Kama vile Allah alivyoleta hii aya hakutaja mwanadamu, alitaja kitu katika huyu mwanadamu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah fatuwaffa kullu nafsin, fatuwaffa kullu nafsin. Mwanadamu ana kitu kinaitwa alqalb. Qalbu katika Qur'ani imetajwa, lahum qulubun la yafqahuna biha fi qulubihim marad. Moyo ni nini? Moyo wanachuoni wanasema ni mudghah, ni kipande cha organ, kipande cha nyama ambacho kwamba kiko kwa mwanadamu. Kipande hichi mwanadamu anaweza kukiona, anaweza kukishika, anaweza kukitoa, akakitibu, akakirejesha pale ndani ya mwili. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba kinaonekaniwa, kinaweza kuchukuliwa, kinaweza kushikwa, na Mwenyezi Mungu akakitaja ndani ya Qur'ani.
kwa hichi kitu kina mambo fulani fulani kama vile kutaja fi qulubihim marad, hichi kitu kinaweza kushikwa na maradhi. Huu ni moyo. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia moyo. Ndio engine kubwa ya mwanadamu ambayo kwamba yeye mwenyewe anaiona. Unaita organ. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake, inna liljasadi la mudghatun idha saluhat salaha jasadu kullu wa idha saluhat salaha jasadu kullu wa idha fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huu moyo ambao kwamba nimetaja ni kipande cha nofu ya nyama Mwenyezi Mungu amekiweka kwa mwanadamu katika sehemu fulani, lakini hiki kipande cha nyama kinapotengea, yani kinapokuwa na afya, basi mwili mzima mwanadamu unakuwa na afya. Na hii ni kweli, ndio Mtume akawa ni tabibu wa matabibu. Yani moyo wako ukawa hutii moshi, moyo wako ukawa hupeleki mahali mabaya ukapatia vyakula vibaya, moyo unakuwa na afya. Na ni moyo ndio engine ya kila kitu na upampu damu kupeleka kwa kila part ya mwili ya mwanadamu na kila mnyama na kila mimea. Huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anadescribe kuhusu organ ya moyo. Kwa hivyo anasema ukitengea moyo, bodi ya mwanadamu inakuwa na afya. Ukimwona mtu anaweza kupeleka mkono hivi, ujue moyo wake uko sawa. Ukimwona anaweza kutembea, ujue moyo wake uko sawa. Ukiona anaweza kwenda mbio, ujue moyo wake uko sawa. Wa idha fasadat fasada jasadu kullu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unapofisadika, unapokuwa na ufisadi uko tofauti kama vile unapotengea. Kuna kutengea kwa kuilisha chakula bora na kuna kutengea ule moyo kwa kutaja Mwenyezi Mungu na kufanya ibada. Na kuna kufanya ufisadi ule moyo kwa kuharibu na chakula kibaya ukapata afya mbaya, na kuna ufisadi wa ule moyo kuharibu kwa kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema moyo hautulii kwa kuwa na mali au kwa kuwa na afya, bali afya na mali na moyo unatulizwa kwa kumkumbuka yule aliyoumba moyo, akaumba afya na akaumba na mali. Na nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Mtu akiwa na kumkumbuka Mungu na kumtambua Mungu, basi moyo wake hutulia hata kama hana lolote. Huu ni moyo. Kitu cha pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekitaja ni jasad, mwili, shakili ya mwanadamu, uso wake unapopamba, mwili wake anapokosha, kang'aa, anapopaka mafuta, kanukia vizuri. Huu ni mwili. Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu na huu mwili. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mwanadamu, wattaqu yawman turja'una fihi, ogopeni siku ambayo kwamba mtaregeshwa kwake. Yani huo mwili ambao kwamba nao utalegea ukiwa na moja katika vitu viwili, yauma taswaddu wujuhun wa tabyaddu wujuhun. Siku ukirejea kwa Mungu, sura zako zitakuwa katika moja katika vitu viwili. Ima itakuwa ni sura nyeusi ambayo kwamba sio yako kuliko ukiishi nayo hapa duniani, hata kama ulikuwa ukioga na lotion gani unang'ara. Maadamu uso wako, mwili wako haukuogesha na mambo anayopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utarejea kwa Allah ukiwa wewe ni mweusi, na utafufuliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kule siku kurejea ikiwa wewe mwili wako umechoka. Wujuhu yawmaidhin na'ima lisahiha radiya wa wujuhu yawmaidhin basira tadunnu an yuf'ala biha faqira. Watu katika makaburi wamelala, na mtu akilala huwa akiamka mwili wake unang'ara, yake inang'ara, anaonyesha kuna afya. Wewe ukiwa huo mwili wako umeungarisha na mambo ya kidunia, ukasahau kuungarisha mwili wako na mambo ya Mwenyezi Mungu anayopenda Mwenyezi Mungu, basi utafufuliwa kurejea kwa Allah ukiwa umechoka mwili wako.
na hiyo ni stress ya kaburini. Kwa hivyo huu ni mwili.